Ladies and gentlemen, Fred Okengo Matiang'i is being tamed from United Opposition, and Fred Okengo Matiang'i has responded. One response is that Fred Matiang'i failed to attend Kajiado meeting yesterday. Mimi si mtu wa siasa, mimi ni mtu wa kazi. Sasa wewe kuja upige story tu ya nyinyi watu wa story. And from the speeches, especially from the United Opposition principles, it's very clear that they are taming Fred Okengo Matiang'i. Just listen to this part of speech by Rigathi Gachagua. Nimeketi na Martha Karua hawezi tingishwa. Juzi nimeongea na Tebea. Akaniambia mtu akisikia ameenda kwa Ruto, ile watu wako karibu na yeye wamshike wapeleke yeye Mathare. So between myself, Kalonzo, Eugene Wamalwa, Martha Karua, George na Tebea, those 5 leaders cannot betray the people of Kenya. And among us, tutatoa mtu moja wa kungangana na William Ruto. Tumekubaliana? And hakuna mtu, don't think you can bully Matiang'i. Kama unafikiri you can bully him, you try somebody else. Yes, na usifikiria amenyamaza hivi kwa sababu hawezi sema jambo. Sasa kwa sababu hii opposition inaonekana kila mtu aende kivyake. Wacha goja uone vile tutatembea Kenya hii na yeye. Ladies and gentlemen, it is now very clear that Fred Okengo Matiang'i is actually given a project tag that is a mall. Fred Okengo Matiang'i is a state project, is a Ruto's mall in opposition, that he wants to divide the opposition. And Fred Okengo Matiang'i's involvement in Jubilee, you see, the other day they had their NDC. And that is where the problem actually began. Why are they taming Fred Okengo Matiang'i from the United Opposition, among the United Opposition principles? Because Matiang'i is very true, and mmekuwa mkiona Matiang'i has been one of the principles in opposition. Matiang'i has been a darling to them everywhere. Wamemsifia kabisa, like as a former cabinet secretary ambaye alikuwa ni performer, ni mchapakazi, na hiyo imesemwa na principal wote, si Kalonzo, si Gachagua, si Martha Karua, wamekuwa wakimsifia. Lakini Bishop, vile nimesema nirudie ya mwisho, mimi niko tayari. Leo you have actually given me what I needed. Niwe baraka kwa Kenya. Na mimi nawahakikishia niko tayari kuwa baraka kwa nchi yetu hii ya Kenya kwenda mbele. Ndugu yangu mkubwa hapa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambaye amepiga hii maneno siku zote, tafadhali kuja uongee na hawa watu. Unajua nyinyi ndio watu wa siasa, mimi si mtu wa siasa, mimi ni mtu wa kazi. Sasa wewe kuja upige story tu ya nyinyi watu wa story. Why all of a sudden? And who is this guy who is behind this? Ladies and gentlemen, if this is the topic you are interested in, I request you to stay in this video till the end. Sasa Fred Okengo Matiang'i kuna vile awendi vizuri with other opposition principles. Ukimsikiza, there's this lawyer nilikuwa nimekufahamisha hapo awali, anaitwa Ndewa, ambaye amesema mara si moja kwamba Fred Matiang'i ni state project. Amempaint Fred Okengo Matiang'i ndio aonekane ya kwamba this is somebody who cannot be trusted, ndio probably asipenye kabisa kwa especially kwa voters kutoka mlima. So they are doing everything wamfungie kabisa Fred Okengo Matiang'i, especially from the people of the mountain. And this is why, but I'm very sure Rigathi Gachagua has something to do with this. Rigathi Gachagua has a hand in this. And this is the reason, na nimewaambia mara si moja ya kwamba the reason why Rigathi Gachagua haikuwa comfortable kumsupport Fred Okengo Matiang'i ni kwamba the recent involvement of Fred Okengo Matiang'i with Jubilee as a party is complicating things, especially from the mountain. Na nilikwambia Rigathi Gachagua haezi taka a situation where kuna two competing parties, two competing big parties. For example, akona chama chake cha DCP ambacho pia yeye ni principal. Kuna chama cha Martha Karua, kuna vyama vingine, but amepea chama chake
na ukweli Rigathi Gachagua ndio kusema kwa mlima kwa saizi. So hawezi imagine, na niliweza kukufahamisha kwamba Fred Okengo Matiang'i angetengeneza chama chake, huenda angekuwa na shida na Rigathi Gachagua pengine. Kwa sababu gani? Fred Okengo Matiang'i akiwa mgombeaji katika chama cha Jubilee is likely to complicate things in DCP, and this is how. Jubilee produce a presidential candidate. A lot of aspirants would tend to align themselves with the party associated with the presidency party ambayo produce presidential candidate, and that is how Jubilee as a party will suppress other parties in the mountain, especially I'm talking about the mountain. It suppress DCP na hizi vyama zote. That means majority of elected leaders, be it MCAs, be it women rep, be it member of parliament, senators, and the governors, will be from Jubilee party as opposed to what? To DCP. So Rigathi Gachagua, I imagine ya kwamba atakuwa na dominant party. Rigathi Gachagua is working so hard, is working extremely hard to make sure that he win majority of the seats, especially from the mountain. Is working so hard to make DCP a dominant party in the mountain. So I can't imagine another party in the name of Jubilee ambayo itadominate the mountain. Na unajua, if DCP won't be a dominant party in the mountain, Rigathi Gachagua, we have less influence, we have less bargaining power ahead of 2022. Na ujue serikali inaundwa, sometimes inaundwa kwa miungano. Wewe umeleta nini? Wewe umeleta nini kwa meza? Rigathi Gachagua kama chama chake kitakuwa dominant, atakuwa na wafuasi wengi, atakuwa na more elected leaders, more elected leaders especially from Mount Kenya, so that wakiwa kwa meza atasema mimi nimeleta hii, mimi niko na hii, so nipe kitu nono hapo. That is how power sharing inafanyika hivyo. So that is one reason why they are not keen in supporting Fred Okengo Matiang'i. That is why they are busy tainting the name of Fred Okengo Matiang'i, so that appear like Matiang'i is a candidate who can never be trusted by voters. Number two, there is a possibility that Matiang'i indeed is a state project. There is a possibility that Matiang'i is a mall. There is a possibility that Matiang'i is Ruto's project. And this is how. Sisi wote tuko hapa Kenya. Kama umefuatilia siasa ya Kenya very keenly, you can argue with me. You can reason with me. I'm a strong supporter of Fred Okengo Matiang'i. When mmefuatilia hii channel, you know how I've strongly, boldly supported Fred Okengo Matiang'i. I've boldly campaigned for Fred Okengo Matiang'i. There's this feeling that Matiang'i might be a state project, and this is how. His involvement with Jubilee Party, a party associated with the former president Uhuru Muigai Kenyatta, makes me think, and as other leaders has already suggested, as other leaders have already insinuated, Fred Matiang'i could be a state project. Unless, ladies and gentlemen, Uhuru is playing Fred Okengo Matiang'i could be a state project. This is how. Uhuru Kenyatta is a former president of Kenya. Uhuru Kenyatta does not see eye to eye with Rigathi Gachagua. Uhuru Kenyatta has already donated 3 of his guys, of his allies, to work with President William Samoei Ruto. That is Kinyanjui, the former governor of Nakuru, Mutahi Kagwe, former CS for Health, and William Kabogo. They are actually working with President William Samoei Ruto. They are working in President William Samoei Ruto's government. You want to tell me that Uhuru Kenyatta donated 3 guys, 3, then hapa chini chini anampinga hapa chini chini, anaendorse somebody else in the name of Fred Okengo Matiang'i, amiminyane na
William Samoei Ruto in 2027, yet watu wake watatu wanafanya kazi na Ruto. Watu wake watatu wakifanya kazi na Mheshimiwa William Samoei Ruto. That means Uhuru Kenyatta is actually working with President William Samoei Ruto. Mimi, hii siasa sometimes ni vigumu sana kujua what's actually happening. You want to tell me that you can donate because before hawa jamaa watatu wachukuliwa na William Samoei Ruto. William Samoei Ruto alienda nyumbani kwa Uhuru Kenyatta, wakakaa na kikao chini, wakadiscuss. What did they discuss? They didn't disclose. So a month later tukaona hawa wase watatu wameteuliwa na William Samoei Ruto kufanya kazi na yeye. Unataka kuniambia that Uhuru Kenyatta wanaweza discuss na William Samoei Ruto eti tumekupea wase watatu ama hawa watu watatu, then mimi hapa nitakupinga, ati nianze kupinga the same government ambao nimedonate watu wangu wafanyie kazi? Unless siasa imeanza kukaa complicated, but there is a possibility is either Uhuru Kenyatta is playing Fred Okengo Matiang'i. Fred Okengo Matiang'i might be actually innocent na huenda Uhuru Kenyatta ndiye anamtumia tu, ama Fred Okengo Matiang'i could be a state-sponsored project. I don't know what you think. I could be wrong. This analysis is based on the available facts. I could be wrong. Probably you have a divergent views. Kindly let me know them in the comment section below. Don't forget to subscribe if you haven't yet subscribed to this channel. Turn on the notification bell so that you are notified every time we post a new video like this. This is Gusii TV. My name is AC Bon. See you in the next video.